Hapana, Kasimu ameshalipia tangu aliponipa ile chupa, na yeye ni dhaifu sasa hivi, hawezi kumdhibiti Muna. Bibi, unataka nafsi? Mimi ndiye niliyemvuta Muna kwa damu yangu mwenyewe, na mimi ndiye niliyemzaa huyu mtoto. Kama kuna mtu anahitaji kulipia, basi mimi nitaenda. Mama, ukizama kule hakuna mwana wa kuokoa, utakuwa chakula cha vivuli milele. Zuu mwanangu, hata nikiwa kivuli nitakuwa kivuli kile ambacho kinakulinda siku zote. Bibi, chukua nafsi yangu, mwache mdogo wangu amlee mwanangu, na ninakuomba sana mwache Zuu aishi maisha ya kawaida. Upendo wa mama unadhani unaweza kuzidi nguvu ya agano la damu? Ukiondoka wewe Zahra, nani atamlinda Zuu dhidi yangu? Na nani atamzuia Kasimu kumuua kwa tamaa zake zingine? Kasimu amejifunza, na Zuu atabaki na kumbukumbu ya mama aliyemfia. Hilo ni kubwa sana kuliko agano lako lolote, bibi. Dada, usifanye hivyo dada. Tafadhali dada. Hebu niache bwana. Bibi ameshasema nafsi inahitajika, na kama sio mimi basi ni wewe. Na mimi siwezi kuacha kumwona mwanangu anaendelea kututeketea kwa sababu ya makosa yetu. Niache niende. Tazama drama ya familia yangu. Mmoja anataka kuwa shujaa na mwingine anataka kuwa mwasirika. Zahra, unafikiri ukijitoa kafara mtoni ndio utamwokoa Zuu? Unajidanganya. Mbona sikuelewi? Umesema nafsi inahitajika, na umesema kwamba Muna anahitaji dhabihu ili aweze kumwachia mwanangu. Sasa mbona sikuelewi? Zahra, nilisema nataka nafsi, lakini hukuniuliza kwa nini. Zuu sio mgonjwa kwa sababu ya chupa ya Omari pekee. Zuu ni mgonjwa kwa sababu ya kile ulichokifanya miaka 10 iliyopita. Unasemaje? Mimi sijawahi kufanya kitu chochote. Siwezi kufanya chochote cha kumdhuru mwanangu mimi. Kasimu. Na? Mweleze dada yako. Mwambie kwa nini bibi alikufa. Mwambie juu ya ule usiku aliyomchukua Zuu wakati yuko mchanga na kumpeleka kwa mganga ili apate nyota ya mafanikio kwa ajili ya biashara yake iliyokufa. Dada, kipindi hicho mimi nilikuwa ni mdogo.
bibi alinizuia nikuonye, lakini hukunisikiliza. Ulisema unataka Zuu awe na maisha mazuri kuliko sisi. Ulienda mwenyewe. Siri hii Omari aliijua mapema. Ndio maana alitumia hiyo chupa. Alienda kuendeleza kile ulichokianzisha wewe. Hapana. Wewe ni mwongo. Mimi nilikuwa nampenda mwanangu. Nisingeweza kumdhuru mimi jamani. Lakini uliandika agano kwa damu yangu nikiwa bado nanyonya mama. Ndio maana Muna alinitambua kirahisi mtoni. Mimi sikuwa zabibu ya Omari, nilikuwa zabibu yako tangu mwanzo. Sasa je, utaenda mtoni kama shujaa au utabaki hapa na kukubaliana na ukweli kwamba wewe ndo ulimuuza mwanao kabla hata hajalijua jina lake? Nimekwisha jamani. Zuu, naomba unisamehe. Nilitaka upate kila kitu. Sikutaka upite kwenye maisha ya kimaskini kama ambayo nimepitia mimi. Sikuwahi kuwaza bei ya kile ninachokiomba. Upendo uliojengwa kwa damu sio upendo mama, ni umiliki. Ulinunua kutoka kwa giza na giza limekuja kudai chake. Zahra, Muna hataki kifo chako. Muna anataka kumbukumbu ili Zuu awe huru. Unatakiwa kufuta kila kitu kilichokufanya uitwe mama yake. Inabidi usahau jina lake, sura yake, na hata kuwa uliwahi kuwa na mwana. Hapo ndipo agano litakapovunjika, kwa sababu aliyepewa hatakuwa mtoaji. Hapana. Hapana dada. Ukifanya hivyo utakuwa mgeni kwake. Utaishi naye nyumba moja bila kujua ametokea wapi. Na hii ni mbaya zaidi kuliko kifo. Ili mwanangu aishi, niko tayari kupotea. Zuu, niangalie kwa mara ya mwisho. Naomba utabasamu mwanangu, ili niweze kuhifadhi tabasamu lako moyoni mwangu milele. Muna, na kurudisha baharini nilipokutoa, na kufuta kwenye damu yangu, na kufuta kwenye kumbukumbu zangu. Na mwacha Zuu akiwa huru, nami nitakuwa mgeni kwake. Mjomba Kasim, mama ni nani?
Na mbona amelala hapa nyumbani kwetu? Kasim, huyu binti ni nani? Mbona aniangalia kwa huzuni hivi?